Bwana, so kinyonge, ngoma inaanzia hapa. Nakutana mchizi hapa akiwa ameamka kwamba amechoka vibaya mno. Ila anajinyosha nyosha hivi anafurahi, anarudi zake klasi. Ila anarudi paka darasani kuja kushangaa hivi. Anashangaa mbona darasani watu hamna hata mmoja anayemfahamu. Akabaki kushikwa na butwaa tu. Mara ghafla mwalimu akaingia pale pale. Akakasha. Mbona wewe ni unavaa uniform za miaka 12 iliyopita? Wewe ni mwanafunzi gani? Mchizi akaamua kutoka nje ya darasa chapu mpaka nje ya shule. Kaangalia juu kuangalia mwaka, ni mwaka 2017. Kwamba mshikaji amelala toka mwaka 2005 mpaka mwaka 2017. Akashangaa vibaya mno na kuamua kurudi nyumbani mpaka nyumbani kwao. Akafika pale anakumbuka kwamba akirudi hapa anakutana na wazazi wake nini nasubiri pale wakati wa kula. Basi mchizi alipofika ndani akakutana na hamna hata mtu mmoja. Akawa anatafuta sana namna gani kwamba ndamtafuta mtu wa kumuuliza. Akatoka nje akakutana mwenye nyumba. Akamwambia, "Wewe, ni mwizi unakuja kuiba katika nyumba yangu Akaamua kumfuta na mshikaji akapani akamsukuma hivi akamrusha paka upande wa pili. Mwenyewe akashangaa, nguvu hizi zimetokea wapi? Mbona maajabu haya? Mimi sipo hivi. Basi mchizi akaamua kumsaidia yule mzee chapchapo pale ili amrudishie vitu vyake sawa. Yule mzee alivyogeuka akamtia bonge la lungu la kichwa. Mshikaji alivyokuja kushtukia yuko sake hospitali. Sasa alivyokuwa pale hospitali kuna polisi akawa anamuuliza maelezo kwamba niambie jina lako nani? Mchizi akataja jina lake anaitwa David ambaye amezaliwa mwaka 1987. Ambapo akamwambia ona utani Alizaliwa mwaka 1987, sasa hivi ana miaka 31. Wewe inakuwaje kwamba una miaka midogo? Wewe unaita masiara, wewe inabidi nikupeleke kituoni ili ukatoe maelezo vizuri. Na nadhani wewe upo sawa. Basi mchizi akachukuliwa moja kwa moja kupelekwa paka kituoni pale. Kuendelea kupigwa maswali. Akamwambia kwamba mimi kweli bwana, mimi nina miaka nimezaliwa 87. Imekwaje? Sawa, wewe unaita masiara. Ngoja tuangalie kwanza information zako zinasemaje. Mchizi akavuta kwenye kompyuta akaangalia kwamba huyu kijana alikufa mwaka 2005, alipoteaga mpaka leo. Mshikaji akajua kwamba mshikaji kumbe atanii. Mshikaji kipindi anaanza zake bafuni hivi kwenda kujiandaa fresh, anaangalia kile kidonda alichoumia, anaona kwamba amepona fresh, anamna kovu amna nini. Akasema basi sawa. Hii kipindi anatoka sasa pale ndani akutana na mchizi. Sasa mshikaji akashangaa, hili jina mbona kama analijua hivi? Mshikaji hapa alisoma naye miaka hiyo iliyopita. Na mwanae mpaka saizi kashapata kazi lakini yuko anashangaa kwamba wewe si mwanangu ulikuwa Paulo jina lako mwanangu Lakini mchizi akawa anamuogopa vibaya mno maana anajua kwamba mshikaji alishakufa miaka kadhaa iliyopita.